Watchman ambaye anaitwa Boniface Mwangi. Anasema asifu nimeiba pesa ya mtu. Deni sio, hata Kenya iko na madeni, iko na madeni ya matrilioni na matrilioni. Hakuna mtu amesema ati amekataa kulipa deni. Let me assume that kama alisema that nilichukua at 165k. Pia mimi nilikuwa na shares kwa hiyo sako. Sasa yeye, that's why tulikuwa tunataka, mimi nimekuwa so much head up. Like nijue niende kwa ofisi huko, so nimekuwa in a lot of movements. Niende huko nikae na hao waniambie pesa gani, so that when I pay I know what I'm paying. Pesa ambayo mimi na spend huko nje kwa wananchi ni pesa mingi. Sasa huwezi niambia ati 40k anaweza shindwa. Ni pesa yenye tunaweza tuma tu sasa hivi. Lakini nataka pia ni account nijue like this is it because imekuwa kwa harakati, it has been some time. Unaona? Sasa watu wa Twitter wananitusi mimi. Kwanza watu wa Twitter, sijui nilikosea nini watu wa Twitter hao. Nilisema watu wa Twitter ambao wanaona watu wengine unajua wanadharau watu sana. And you have to say the truth. Asa sana watu wenye wamesoma wanadharau watu ambao wanaona kama wajasoma. Na hao wanadharau hao. So unaona sasa watu wa Twitter muda anakaa pale kwa sababu anaandika kizungu mzuri. Sasa yeye anaona like ya kwamba aweze kwenda kuwa mbunge. Walinitusi wakati wa climate change. Wakanitusi vibaya sana. Wamenitusi watu wa Twitter. They don't even see the good thing that I can do. They only look for the negative thing. Naambia watu wa Twitter ambao wako na roho mbaya, mtashinda tu mtabaki hivyo. Na sisi ndio tutaendelea kuongoza watu ambao mnaona kwamba sijasoma vizuri. Sisi ndio tutaongoza, mpende msipende. Sasa nimeambia kijana, acha mimi nikitoka penye naenda nitakuja kwa ofisi yao pale Kakamega niangalie mambo yao iko namna gani. Msinisumbue mimi sijaibia mtu, kwani pesa gani yenye iko hapo? Si ni pesa kidogo naweza lipa tu. Nikimwambia kuja kwa ofisi tukae chini tuone ni shida iko wapi.